Digital TV. Na kufuatia mvua kali zinazoendelea kunyesha katika mkoa wa Morogoro, wilaya ya Mlimba, hapa Digital TV tumekuja moja kwa moja katika mto huu wa Mgeta ambao unaunganisha kijiji cha Isago na kijiji cha Mgeta. Tukaja kujionea kuona ni namna gani athari ambazo zimeendelea kutolewa katika mvua kali ambazo zinaendelea kunyesha. Na hapa tupo kivukoni. Kivuko hiki kinafahamika kama kivuko cha Kwangurumbi. Hii ndio adha ambayo unayoiona iliyoletwa na mvua kali ambazo zimenyesha usiku wa kuamkia leo. Tazama namna hii, ndugu mtazamaji wa Digital TV. Haya ni maji ambayo yamekuja usiku wa kuamkia leo. Na kama ambavyo unaona, hili ni daraja ambalo limetengenezwa halina muda mrefu, takriban sasa lina kama wiki. Limejengwa likiwa chini ya TARURA. Hivyo basi namna ambavyo unaona daraja limekatika hapo katikati, huduma zimeshindwa kuendelea, na kama ambavyo unaona wameamua kutumia alternative, njia mbadala ya kutumia mtumbwi. Kama ambavyo unaona wananchi wanavuka kupitia mtumbwi. Hii ni hali ambayo imekuja katika msimu ambao watu walikuwa wanatarajia kuona kwamba daraja limekwisha. Sasa wamepata furaha na kuona sasa ni namna njia bora ambayo serikali wajipambania kuwanusuru watu kutokana na ajali ambazo zinaendelea kutolewa mamba. Leo hii adha kama hivi unavyoona. Moja kwa moja hapa nikaona sio vyema nikafanya mahojiano mafupi na kiongozi wa serikali ya kijiji. Huyo hapa alikuwa na haya ya kusema, au tuliojiana hivi. Mwenyekiti wa kijiji, habari yako? Salama. Ndio, shikamoo. Marhaba. Bwana, mimi ni mtangazaji kutoka channel ya Digital TV. Moja kwa moja tumekuja hapa kuangalia athari ambazo zimeletwa na mvua kali ambazo zinaendelea kunyesha katika mkoa huu wa Morogoro. Kama ambavyo unafahamu, kwa sasa ni msimu wa mvua kali. Ni kila mkoa ni katika nchi yetu hii ya Tanzania. Je, ni athari zipi ambazo nyinyi kama kijiji mmekumbana nazo kwenye daraja hili ambalo mmetengeneza takriban hata wiki haijaisha? Athari ni nyingi kwa sababu ifuatazo. Serikali au kupitia halmashauri wakaamua kutengeneza daraja la muda ili watu waweze kupita hapa kwa ajili ya kuepuka huu mto umekuwa ukiwa una wanyama mamba ambao ni adui kwa binadamu. Lakini msimu huu mvua zimekuja kwa kasi zaidi hadi pale zinapofikiaga mwisho zimezidi. Kifupi ni kwamba ni miaka mingi hajawahi kutokea mvua ambayo kajaza mto kama hivi. Na hapa penye tunapoongea ni sasa hivi yamepungua kidogo, lakini maji yalikuwa yamevuka mpaka huko kwenye mazingira ya watu. Na hadi hivi asubuhi tulienda sehemu moja ya Kiburubutu, katika kitongoji cha Kiburubutu katika kijiji cha Mgeta, tukakuta athari kubwa. Kuna baadhi ya watu maji yaliingia ndani mpaka yanafika kwenye kiuno. Kwa hiyo athari ni kubwa. Kwa hiyo tunategemea serikali sasa tena ifanye miundombinu mingine ili kuweza kukarabati ili daraja angalau kwa muda ili watu waweze kuendelea shughuli zao. Na ukiangalia sana shughuli nyingi zinazofanyika hapa ni shughuli ambazo watu wanaishi kijiji cha Mgeta na Isago, lakini shughuli zao wanafanyia kijiji cha Isago. Kwa hiyo kifupi, watu wa Mgeta sasa wanafika kwenye hali ngumu kwa sababu wao hupata chakula kutoka Isago na kuleta Mgeta. Kwa hiyo tunaomba serikali basi ifanye jitihada iweze kutengeneza kwa wakati ili mtasifu watu maisha yaendelee. Sawa, katika hatari hizo za mvua ambazo zinaendelea kunyesha kali, je, kuna mtu yoyote au limeleta adha ya kufanya watu wamepoteza maisha? Mpaka sasa hivi bado hajaripotiwa kuna mtu yoyote aliyokufa, lakini tuna taarifa kwamba maji yaliingia mpaka nyumba za watu. Sawa sawa. Hapa pembeni yangu nikitazama nakuta kuna mabanda ambayo yamejengewa mabati. Je, hii ni kwa ajili ya nini? Hayo mabanda ni kwa ajili ya huyu engineer ambaye walijenga daraja la temporary ili liweze sasa kujengwa daraja moja kwa moja kubwa la TARURA. Kwa hiyo ni kama store ambayo muda utakapofika basi vifaa vitakapofika viweze kuwekwa hapa, na itakuwa ni kama banda lingine la walinzi ili mwisho wa siku daraja hilo ambalo lilikuwa limeazimiwa kujengwa lianze sio muda mrefu. Kwa upande wa ngazi ya kijiji tumeona nyinyi wenye viti wa vijiji na mtendaji unaniambia pia naye uko naye hapa. Je, kwa upande wa ngazi ya kata hususan diwani amefika eneo hili kuja kutazama athari hizi? Nadhani anakuja, sababu ni kwamba huko anakotokea miundombinu nayo imeharibika. Kwa hiyo kutoka nyumbani mpaka ufike hapa nako kuna nafasi ndefu, na ukizingatia sasa hivi bado asubuhi saa 4 saa 5 hii, nadhani atakuja, lakini mpango wake lazima aje, anatambua
kwamba nini kilichotokea na anatambua wananchi wake anapata habari mpaka sasa. Je, mpaka sasa hivi huyu meneja wa TARURA tayari amekwisha kufanya naye mazungumzo na kumuelewesha kwamba lile daraja ambalo alisimamia kwenye ujenzi mpaka sasa limeacha mawasiliano? Taratibu, kila kitu kinaenda kwa utaratibu, ngazi kupata ngazi, uwezo ukaanza chini kupata taarifa juu. Mimi nadhani ngazi husika itampa taarifa. Haya, asante sana kwa ushirikiano wako. Basi tutakapokuhitaji pia usisite, usituchoke. Haina shida, asante sana. Asante sana. Na ndugu mtazamaji wa Digidoto TV, huyu alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji cha Mgeta ambaye alikuwa anajaribu kutuelewesha ni namna gani ambao wamepambana kuona wanapata daraja hili la muda, lakini pia kama ambavyo umemsikia mwenyekiti wa kijiji cha Mgeta anasema kwamba kama ambavyo unaona hayo mabanda ambayo yamejengwa kwa bati ni store ambazo ziko kwa ajili ya kufanya maandalizi ya kupata daraja la kudumu ambalo litakuwa ni daraja la chuma. Hili lilijengwa daraja la temporary kama unavyoona, limekwisha kuacha mawasiliano kama ambavyo unaona, katikati limeachia na mbao mengine yamekwenda na maji. Hivyo basi, ndugu mtazamaji wa Digidoto TV, tunaona njia mbadala ambazo zinaendelea kutumika hapa. Kuna watu wanatumia mtumbwi ili kufanya mawasiliano yaweze kuendelea, kwa sababu kama ambavyo unafahamu daraja hili limegawa vijiji vingi sana, kijiji cha Ruvirikira, lakini kijiji jirani ni kijiji cha Isago, na hapa tunakwenda kufanya mahojiano mafupi na wasafirishaji wa njia ya maboti au mtumbwi. Hivyo basi nikuombe ndugu mtazamaji, endelea kusimama hapo, endelea kutazama Digidoto TV, usiondoke. Bado tuna mambo mengi sana kukuhabarisha ndani ya wilaya ya Mlimba. Asante. Mtazamaji wa Digidoto TV, kama nilivyokuwa nimekuahidi hapo awali kwamba tutafanya mazungumzo na wavushaji. Hapa nipo na baharia ambaye anaendesha boti hili au mtumbwi. Baharia, mambo vipi? Safi safi. Shikamoo. Bwana, salama kabisa. Safi safi. Sasa wana baharia, Digidoto TV tumekuja hapa moja kwa moja kwa ajili ya kupata habari ambazo tujue chanzo cha maji haya ni nini, na hivi mpaka wewe kuleta boti lako hili ulijuaje kwamba, ulipataje taarifa ya kwamba daraja limekata na mawasiliano hayapo ili uweze kuja kutoa huduma hii? Tatizo la maji kujaa ni mvua tu, ni hali kawaida, masika ni utaratibu wa kawaida kabisa. Na taarifa nilipata majira kama saa 8 za usiku kwamba maji hasa Isago yameshaingia Isago, ndipo nilipokwenda kutoa mtumbwi huu au boti hili na kulileta hapa. Lakini pia mawasiliano kwa kifupi yamekatika, njia hakuna, hata kule Isago madando yamekatika. Isago hali ni ngumu, uwezo wa kuvusha watu hapa sasa ni kwenda kule kwenye shughuli zao za kimsingi haupo, labda mpaka hapo baadaye maji yatakapopungua. Sawa. Kwa inavyoonekana daraja ni jipya na naambiwa hata wiki hajafika. Nini mtazamo wako kwa kuhusiana na daraja hili? Mto Mgeta sisi tunaufahamu kihistoria kwamba mto Mgeta ni mto ambao una magogo, miti mingi. Kwa hiyo madaraja haya ya miti hayastahili kukaa maeneo kama haya, kwa sababu maji yanapokuja na magogo. Daraja ya miti haiwezi kuhimili magogo yanayokuja na maji ya mto Mgeta, kama unavyoona wewe mwenyewe maji yalivyojaa hivi. Sawa sawa. Na hawa watu wa daraja, watu wa TARURA wanapokuja kujenga, je, wanakuja kupata ushauri kwa nyinyi wazoefu na mnaojua athari ambazo zinaletwa na hizi mvua? Siku zote kwamba sisi wengine sio wataalamu, lakini mtaalamu anapokuja hata umuelimishe vipi, yeye kasoma, wewe usiosoma hata usikilizwi, na asili yake ndio matatizo kama haya. Kwa sababu kama matatizo kama haya tungekuwa tunasikiliza watu wahusika wanaoishi humu au wanaelewa historia ya hapa, ina maana wangesikiliza na wangetekeleza yale, matokeo kama madhara yasingetokea. Kwa mfano hilo tuta hapo mbele ulilopita hapo mpaka leo limekamilika hili. Lengo lao mwanzo walitaka weke tundu moja la kupitisha maji, wakati wananchi walitengeneza matundu yasiyopungua 3 na bado tulifeli, yakawa yanapita maji juu. Tukafosi wakaweka matundu hayo, lakini bado unaona hata matundu yale yamejaa, yani yameziba kabisa, kiasi kwamba yani kuna uhitaji wa kuongeza tundu lingine ili kama maji yapite kwa upesi. Sasa ukisema wewe mzangu na mimi ambaye huna elimu ya kutosheleza au si huna utaalamu wote, anakuambia achana naye huyo. Walisia ndio kama hivyo. Sawa, nini ushauri wako? Ushauri hapa kwa mto Mgeta ni daraja la chuma tu, sio kwamba kuweka madaraja ya miti. Madaraja ya miti haya ya kwanza ya zamani, mambo ya kizamani sana. Sawa, asante sana kwa ushauri wako, lakini pia hapa kupitia channel ya Digidoto TV moja kwa moja unapata kutazama na watu wengi, bila kusahau Mama Samia pia anatazama hii channel ya Digidoto TV. Je, una neno gani kwa Mama Samia hapa kama anakusikiliza hivi sasa? Mama Samia kama ananisikiliza, na fikiria afanye jitihada za hali na mali. Habari ya kuonekanika linajengwa daraja la chuma, sababu sasa tuna mwaka wa 5 au wa 4 tuna ahadi hiyo daraja la chuma, lakini zinakuwa ni maneno tu.
Kwa hiyo watekeleze kwa vitendo, tunataka vitendo, watekeleze kwa vitendo, sio tena maneno, kwa sababu hizi shida ni nyingi. Leo hii wanafunzi hawakwenda shule wa kutoka Isago, wa raia hawakwenda kwenye majukumu yao ya kinani, hatujui ni lini watu wataweza kupita na kwenda kwenye shughuli zao za utafutaji. Kwa hiyo daraja la chuma hapa ni la msingi sana, na mama kama anasikia basi achukue jukumu hilo moja kwa moja, sio achukulie kutoka kwa maneno, ni kwa vitendo. Sawa, lakini pia wanasema kufa kufaana kwa namna moja au nyingine. Iko katika kwa daraja hili kumefanya nyinyi mpate ajira. Je, unavyodhani utaombea hili daraja la chuma likamilika, si mtakosa kibarua? Yaani kama daraja la chuma litakamilika itakuwa ni vizuri, kwa sababu tuna majukumu yetu mengine. Hata hii ni kazi ya kujitolea tu asilimia kubwa, kwa sababu mtu namvucha ananipa shilingi 500. 500 mimi haiwezi kunikizi mahitaji yangu, au kwa sababu na mali zangu nyingi ambazo zinateketea, ila nipo hapa kwa niaba ya kusaidia. Tunasaidiana tu kwa kifupi. Sio kwamba ni daraja la chuma likijengwa labda mimi ndo nitakufa njaa, hapana. Na maisha yangu mengine. Asante sana Bahalia, asante sana kwa ushirikiano wako, lakini pia miongoni na kwa watu ambao wanatumia daraja hili tupo na wananchi mbalimbali. Hebu tupate mtazamo kutoka kwa mwananchi huyu hapa mwingine. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Naitwa MC Manuel kutoka Digidoto TV. Moja kwa moja tumekuja hapa kama ambavyo unaona hali ambayo ipo daraja hili la mto Isago. Hali ya sintofahamu imetokea usiku wa kuamkia leo. Hii ni mvua moja tu. Je, nini mtazamo wako na nini ushauri wako juu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwa chini ya msimamizi mkuu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan? Yangu majina anaitwa Constantino Alf Kikoti, ni mkazi wa Mgeta. Baada ya kusikia changamoto imetokea katika mto huu wa Mgeta, kwa sababu unaofahamu, ikabidi nije kushuhudia. Hali halisi hapa imekuwa ni changamoto sana, kwa sababu hili daraja lilikuwa linatuwezesha sisi wakazi wa Mgeta kufanya shughuli zetu kila siku. Kwa hiyo kwa sasa shughuli zimesimama. Kwa hiyo sasa cha kuomba kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na mbunge wa jimbo la Mlimba, watusaidie tuweke daraja la chuma kuepukana na hii kaza kila mwezi au kila mwaka kuharibika daraja hivi. Asante sana kupitia ushauri wako Bwana Constantino Kikoti. Basi naomba niwashukuru wote Bahalia pamoja na Constantino Kikoti kwa kutoa ushirikiano kupitia channel yetu pendwa ya Digidoto TV. Asanteni sana, tunawapenda sana. Digidoto TV. Yes.